Let us read tusome sasa from the Bible kwenye Biblia concerning the tree of knowledge. kuhusiana mti wa ujuzi. And for those people who are listening to me and the Bible scholars, Na kuona bado nasikiliza na ni wasomi wa maandiko, I understand you know the hermeneutics. naelewa kwamba mnajua Hermeneutics. hermeneutics. That means the interpretation of the scriptures. Ina maana tafsiri ya maandiko, And there is one principle for hermeneutics na kuna kanuni moja ya hermeneutics which should not be broken. ambayo inabidi isivunjwe. It says when the scripture is making sense, don't seek for another sense. Inasema kwamba kama maandiko inajieleza wazi kabisa, usitafute maana nyingine. It's a principle of interpreting scriptures. Hiyo ni kanuni ya kutafsiri maandiko. Are you getting this? Amen. So as I'm going, Kwa navyoenda, I am very learned and understand the theologians what they want. na mimi ni msomi kabisa, naelewa wanatheolojia wanataka nini. So I'm not going to abuse the principle. Kwa hiyo sitavunja hiyo kanuni. You'll get it. Utakipata. Now watch this. Sasa angalia hili. I will allow the Bible to interpret itself. Itaruhusu Biblia ijielezee yenyewe. Are we there? Galatians 5:22. Mstari wa 22. We're starting from there. Tutaanzia hapo. I want you to get this. I want you to get this. Amen. So my people, I want you to get to a point Kwa watu wangu nataka mfikie mahali where you now read the Bible pale ambapo sasa unasoma Biblia and you don't limit yourself with the carnal mind. na hujizuii kwa akili yako ya kawaida. That because your mind, when you hear food, Kwa sababu akili yako unaposikia neno chakula, you are understanding, normal understanding means something you put in your mouth. uelewa wako wa kawaida unaelewa ni kitu ambacho tunaingiza mdomoni. Yet in the spiritual sense, Wakati katika uelewa wa kiroho, when you hear food, unaposikia neno you chakula, could be talking about the word of God. unaongelea neno la Mungu. You could be talking about Jesus. Inawezekana unaongelea Yesu. Are you getting this? Amen. You could be talking about information. Inawezekana unaongelea taarifa. Are you getting it? Amen. So I want you to go to this other side. Kwa nataka uende kwenye upande wa pili sasa. Now read the book of Galatians 5:22. This is what it says. Hivi ndivyo kitabu cha Wagalatia sura 5 But the mstari 22 fruit of inasema. the Spirit is love, Lakini tunda la Roho ni upendo, joy, furaha, peace, amani, long suffering, uvumilivu, gentleness, utu wema, goodness, fadhili, faith. uaminifu. These are fruits. Hani matunda. Which one did Eve eat? Ni ipi hapa Hawa alikula? It is not here. I just want you to understand Haipo when we hapa. talk about fruits, Nataka tuelewe tunapoongelea these are things to matunda. think about. Hani mambo ya kufikiria. These are fruits which are found Hani matunda yanayokutwa from a specific tree. kutoka kwenye mti fulani. That's why Jesus says, you shall know them by their fruits. Ndio maana Yesu alisema utajua kwa matunda yao. A bad tree produces bad fruits. Mti mbaya uzaa matunda mabaya. What Adam and Eve ate was from a bad fruit tree. Walichokula Adam na Hawa wametoka kwenye mti mbaya. And these are not fruits like apples. Na haya sio matunda kama If you maepo. read this, it says the fruit of the Spirit. Ukisoma anasema matunda ya Roho. The word Spirit there is, when you go, you break it down, you understand he is referring to the Holy Spirit. Ukienda Roho, ukichimba ndani zaidi utaelewa kama ni Roho Mtakatifu. So he's saying the fruit of the Holy Spirit. Wanasema matunda ya Roho Mtakatifu. So the Holy Spirit has fruits. Kwa Roho Mtakatifu na matunda. When he comes in you, Akija ndani yako, he produces fruits. anazaa matunda. Are you getting it? Amen. So the Holy Spirit himself can be referred to as a tree. Kwa Roho Mtakatifu mwenyewe pia anaweza akachukua kama mti. So spirits are like trees. Kwa roho zipo kama miti. So any tree you heard of Kwa hiyo mti wote uliwahi kusikia in the garden of God katika bustani ya Mungu was a spirit. ilikuwa ni roho. You see that? Unaona hilo? Do you see that? Amen. That's why it says trees in the garden of God, Nasema miti katika bustani ya Mungu, where Lucifer was. pale ambapo Lucifer alikuwepo. These were spirits. Hizi zilikuwa ni roho. So when they are good spirits, Kama ni roho ambazo ni njema, fruits are joy, peace, love. matunda ni upendo, furaha, amani. When the tree and the spirit is evil, Kama ni roho ya shetani, that's why it's called the tree of knowledge of good and evil. ni maana inaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. There is evil side of it, Kuna ubaya wake, where now you know how to hate, pale ambapo unajua namna ya kuchukia, not to love only. sio kupenda tu. You are eating a fruit of hate now. Na hiyo unakula sasa You tunda are la eating a chuki, fruit of killing now. tunda la kuua. Sasa That's where it flows to Cain. maana inaenda kwa Kaini. Now a man has consumed a fruit. Sasa mwanadamu amekula tunda, Hatred is found in him. chuki ipo ndani yake. Are you hearing this? Amen. So then, Kwa hiyo sasa, this is what the Bible says. hivi ndivyo Biblia That the inavyosema, Holy Spirit has fruits. kwamba Roho Mtakatifu ina matunda. So we know spirits can have fruits. Kwa tunajua kwamba roho zina matunda. And if spirits can have fruits, Kama roho zinaweza kuzaa matunda, spirits can be trees. roho zinaweza kuwa miti. So the tree of knowledge Kwa hiyo mti wa was a ujuzi person which was a spirit. ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni roho. Are we getting this? Amen. Kama tunakubaliana na hilo, The tree of knowledge, mti wa ujuzi which Eve partook. ambayo alichukua Hawa. And they said,
she ate from it. Anasema amekula kutoka kwenye huo mti. We know eating is not food. Tunajua kwamba kula sio It chakula. means listened, Maana yake kwamba alisikiliza, followed, akafuata, received. akapokea. Are you getting it? Amen. Consumed. Kutumia. Are you getting it? Amen. We are talking about, Tunamaanisha when you read the book of Enoch, usoma kitabu cha Enoko. Enoch, that's why people, this book you have to be careful with it. Maana bidii makini na kitabu. The book of Enoch calls Kitabu cha Enoko kinaita the Assyrian. Mwashuri. This title here. Hii jina Mwashuri. When you go to the book of Enoch, Ukienda kwenye kitabu cha which Enoko, is not included in the Bible, ambao haipo kwenye Biblia. they call him as King Shamzam, Wanamuita kama Shamzam. something like that, Kitu kama hicho. which means a fallen watcher. Ina maana kama mwangalizi aliyeanguka. And watchers meant angels, Na waangalizi na maisha specific malaika. angels Malaika maalum who watch over the earth. ambao walikuwa naangalia dunia. These are angels who had access to come on earth and move around. Hani malaika ambao walikuwa na uwezo kuja duniani na kuzunguka. Are you getting this? Amen. And that Shamazam, Na hiyo Shamzam who is depicted as an Assyrian in the book of Enoch, ambaye amechukuliwa kama Mwashuri kwenye kitabu cha Enoko, also is called Lucifer. ni pia anaitwa Lucifer. So it's the devil. Kwa ni shetani. Even in the book of Enoch is the Hata devil, kitabu cha Enoko yupo the fallen one. yule alianguka. So Kwa hiyo we are talking about kwa tunaongelea an entity, kiumbe who dispensed a specific information ambaye aliweza kuonyesha taifa fulani to Adam and Eve, kwa Adamu na Hawa, a different understanding uelewa tofauti which God did not want. ambao Mungu hakuitaka. Now you wonder, Kwa unashangaa people talk about it and say there was sexual intercourse. watu wanaongea wanasema kwamba kulikuwa na kujamiana. It's true, Ni kweli, but not sexual intercourse in the sense of sex. ila sio kujamiana kwa maana hiyo. There was sexual intercourse Ndio kulikuwa na kujamiana between the tree of knowledge of good and evil, kati ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, which was an entity, ambao ilikuwa ni kiumbe, which was Lucifer, ambao ilikuwa ni Lucifer and Eve. na Hawa. There was a sexual interaction, Kulikuwa na kujamiana, but not this as what we do in the physical body. ila sio hii ambayo tunafanya kupitia mwili. Just like how eating, Kama ilivyo kama kula, she ate the fruit, alikula but tunda, it doesn't mean as we are eating now. ila imaanishi kwamba sisi tunavyokula That's why hivi. Jesus would come, Maana Yesu anaweza kuja, and this is what he says: na hichi ninachokisema the church kwamba is kanisa likened to the bride. ni kama bibi harusi. So he has intercourse with the church. Sasa anajamiana na kanisa, It's a language. ni lugha. Do you see that? Amen. Being united in Kuunganika spirit katika roho is likened to doing sex in the physical. ni kama kujamiana katika ulimwengu wa Are you getting mwili. Amen. Are you understanding now? Amen. So when Eve was interacting with the being called Lucifer, Kwa hiyo Hawa alivyokuwa anajihusisha na kiumbe anaitwa Lucifer, he interacted. Walijamiana. The language which depicts that thing spiritually, Lugha ambayo anaweza kuelezea picha hiyo katika ulimwengu wa kiroho is sex. ni kujamiana. That's why people try to explain that thing and they struggle. Ndio maana watu wanajaribu kuelezea hicho kitu na wanashindwa. So it's true Eve had sex with Lucifer, but not sex in the physical sense. Ni kweli kwamba Hawa alijamiana na shetani, ila sio kujamiana katika Are you getting mwili. it? Amen. That's why look at this. Ndio maana angalia hili. Let me show you this. Acha kuonyesha hii. Jesus would call Israel. Yesu God anaweza will kuita call Israeli. Israel Mungu anaweza kuita Israeli a prostitute. kahaba. He says you sleep with other gods. Anasema na miungu mingine. Was there sex? Je, kulikuwa na kujamiana? Remember, Babylon means devil. Kumbuka Babeli na maisha shetani. Are we together? Amen. Let's go to the book of Revelation. Tuke kitabu cha Ufunuo. Are you getting it? Amen. 17:1. Kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa kwanza. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 17 mstari wa kwanza. It is written, Imeandikwa, one of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, akaja mmoja wale malaika 7 wenye vile vitasa 7 akanena nami come, I will akisema, show you the punishment of the great prostitutes njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu who sits by many waters. aketie juu ya maji mengi. An angel showing you a prostitute. Malaika anakuonyesha kahaba. And what does the prostitutes do? Na kahaba anafanya nini? Have sex. Wanajamiana. So sex is a spiritual language. Kwa kujamiana ni lugha ya kiroho. So Eve had sex with Lucifer. Kwa Hawa alijamiana na shetani. Amen, 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 amen. But it's just a deeper thing that people they have difficulty to get. Yani kitu ambacho kina maana kubwa zaidi And watu the wanashindwa moment she kuelewa. ate the fruit, that means they had sex. Na pale pakula tu ina maana alijamiana. And received the bad thing that was in Lucifer in him. Na akapokea kitu cha kiovu ambacho kwa ndani ya That's when shetani. you find a child being born like Cain, Ndio maana unaona mtoto anapozaliwa kama Kaini having evil fruits in him. akiwa na matunda ya uovu ndani The yake. fruit of jealousy. Tunda la wivu. Where does it come from? Inatoka wapi? Do you get this? Amen. That's why God, when he was cursing the devil, Ndio maana Yesu alivyokuwa anamkemea shetani, and even Adam, Adamu na Hawa, he
He said the seed of a woman Anasema mbegu ya mwanamke and the seed of a serpent. na mbegu ya nyoka, And the serpent is the devil. na nyoka ni shetani. So he has a seed. Kwa na mbegu. So you can have sex with him and he'll give you his seed. Kwa unaweza kujamiana naye akakupa mbegu zake. And it becomes the seed, the generation of vipers. Na inakuwa kama uzao wa uharibifu. Kizazi cha nyoka. Kizazi cha nyoka. Where does it come from? Inatoka wapi? Jesus was fighting the generation of vipers. Yesu alikuwa anapigana na kizazi cha nyoka. It was from there. Nitokea huko. You see that? Amen. So on part 2 I will explain how the sex part of this interaction between the tree of knowledge and Eve happened. Kwa sehemu ya pili nitaweza kuelezea sehemu hii kuhusiana na swala kujamiana kati ya Hawa na mti wa ujuzi. Are you getting it? Amen. But now I want you to understand the eating part. Ila sasa nataka uelewe tu ile sehemu ya kula. Are you getting it? Amen. So these are languages which explain to you the bonding of it. Kwa hizi ni lugha tu zinatumika kuweza kuelezea. Let me show you the last thing. Do you want to see it? Nataka kuonyesha sehemu ya kitu cha mwisho, kitabu cha Mithali. Proverbs 30:20. Kitabu cha Mithali sura 30 mstari wa 20. This is the last one. I know you are tired. Hii ni ya mwisho. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Such is the way of an adulterous woman. Hivi ndivyo mwendo wa mwanamke mzinifu. She eats Hula and wipes her mouth. Akapangusa kinywa chake akasema, I've done no wickedness. Sikufanya uovu. An adulterous woman, mwanamke mzinifu, what does she do? Anafanya nini? Have sex. Anajamiana. Now you have sex. Sasa unajamiana. The Bible says she wipes her mouth. Anasema anafuta mdomo wake. So sex is like eating. Kwa hiyo kujamiana ni kama kula. You didn't get that. Mjanielewa. You didn't get that. Mjanielewa. So you see it's a language of the Bible. Kwa unaona kama ni lugha ya Biblia. Moses was deep. Musa alikuwa amezama sana. If you're not careful you will miss great things. Usipokuwa makini utapishana vitu vikubwa sana. So you can say Eve, where it says Eve ate the fruit. Kwa upana naposema kwamba Hawa alikula tunda. You can say Eve had sex with Lucifer. Unaweza kusema Hawa alijamiana na Lucifer. And someone who doesn't understand what I've taught you. Na mtu asipoelewa nilichokufundisha will be confused. Utachanganyikiwa kabisa. What? Spirits can't have sex. Roho haziwezi kujamiana. But they can bear fruits. Ila zinaweza kuzaa matunda. How do you bear fruits without a seed? Unawezaje kuzaa matunda bila mbegu? The problem is when you think about sex, you think the sex you are doing. Shida kwamba ukifikiria neno kujamiana unadhani kujamiana unavyofanyaga. No. Hapana. It is a union. Ni muunganiko. Everything we do in the physical. Kile tunachokifanya katika ulimwengu wa mwili. It is a small thing. The real thing is done in the spirit. Ni kitu kikubwa, ile kitu kikubwa zinafanyika katika ulimwengu wa kiroho. The physical acts a small picture of what is done in the spirit. Vitendo vya mwili ni picha ndogo tu ya vinavyofanyika katika ulimwengu wa kiroho. So if we eat physically, kwa unapokula kwenye ulimwengu wa kimwili, spiritually there is also eating. Kwenye ulimwengu wa kiroho kuna kula pia. When you sleep physically, unapolala katika mwili, that means spiritually there is also sleeping. Ina maana rohoni pia kuna kulala. Real sleeping. Kuna kulala kabisa. The real one. Kulala kabisa. This physical one is just, hii katika mwili ni hivi tu. The real sleeping is in the spirit. Yeah, kulala halisi ipo katika roho. When you die physically, unapokufa katika mwili, there is death in the spirit. Kuna kifo katika roho. You see that? Amen. Even when you have sex physically, hata unapojamiana katika mwili, there is sex spiritually. Kuna kujamiana katika roho. Are you getting it? Amen. That's what he said when you have sex with a prostitute. Mama sema unapojamiana na kahaba, you become one body. Mnakuwa mwili mmoja. He means there is something in the spirit. Amesha kwamba kuna kitu katika ulimwengu wa kiroho. Are you getting it? Amen. So even when kwa hiyo hata pale you walk in the physical, unapotembea katika mwili, there is a real walking in the spirit. Kuna kutembea pia katika roho. So it is not strange to use physical terms. Kwa hiyo si ajabu kutumia kauli za kimwili, explaining what is happening in the spirit. Kuelezea kinachoendelea katika roho. Because in the spirit is where real things take place. Kwa sababu katika roho ndio vitu halisi vinavyotokea. Are you getting it now? Amen. So it is true the devil is a spirit. Kwa ni kweli shetani ni roho. And he can have sex. Na anaweza kujamiana. Sleep. Anaweza kulala. That's why the Bible says he does not sleep, he moves to and fro. Biblia inasema halali anakwenda hapa na kule. Are you getting it? Amen. He says God does not sleep or slumber. Sasa Mungu halali wala asinzii. So in the spirit there is sleeping. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho kuna kulala. But God does not sleep. Ila Mungu halali. Are you getting it? Amen. There are other spirits which does sleep. Kuna roho zingine ambazo ndio zinalala in the spiritual, katika ulimwengu wa kiroho. So the tree of knowledge, kwa hiyo mti wa ujuzi, the word tree, neno mti, it does not mean a plant. Haimaanishi mmea. It simply means ina maana kwamba a person, mtu, a spirit, roho, Lucifer. He came to provide knowledge that is forbidden. Kutoa ujuzi that is forbidden, ambao likatazwa. Even today he keeps doing it. Hata leo bado anafanya hivyo. He wants to teach you something that you are not supposed to be taught. Anataka kufundisha kitu ambacho hupaswi kufundishwa. God would create you to be this way. Mungu atakuumba uwe hivi. Satan will bring you a knowledge that wants you to pervert to how God created you.
Shetani atakuletea ujuzi kuonyesha kama Mungu ataka kuzuia jinsi ulivyokuwa. Ubadilishe Mungu alivyotaka uwe. Ubadilishe jinsi There Mungu is ataka uwe. another knowledge that Satan always brings. Kuna ujuzi mwingine kila saa Shetani anajaribu kuleta. That's why the Bible says in the last days knowledge will increase. Ndio maana Biblia inasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. That means Satan will be busy. Ina maana kwamba Shetani atakuwa makini Dealing with people. akishughulika na watu. Are you getting it? Amen. Dealing with people. Akishughulika na watu. And now before I go, So, kabla sijaenda, part 2 is going to be fire. sehemu ya pili itakuwa moto. You don't